Hali gani ndugu mtazamaji, karibu kwenye kipindi chetu cha Mjue Mwanakwaya. Watu wengi wanaona wanakwaya wakiwa makanisani, wanaimba vizuri, wamevaa vizuri, lakini hawajui magumu wanayopitia nyuma ya utume wao. Kabisa, kuna watu wanaimba kwa hisia kali sana, wengine nyimbo hizo ni ushuhuda wa maisha yao. Ndio maana tumekuletea kipindi hiki cha Mjue Mwanakwaya, si kusikia sauti tu, bali na kujua maisha yao halisi. Guess what? What? Leo kwenye mjengo tunaye Posiano Gega. Nimeonja pendo lako, nimejua umwema. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Nitawaongoza vyema, waimbe kwa furaha. Nitakushukuru. Pamoja na Christina Wilfred. Nitawaongoza vyema, waimbe kwa furaha. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Ukarimu wako na huruma yako wewe, msamaha wako na upole wako wewe, umenitendea wema usiopimika. Nitakushukuru, nitawainua wote wakusifu wewe. Umezingatia kodi fulani hivi, rangi ya kijani na rangi nyeusi. Safi kabisa. Mambo yangu. Wacha. Kuzingatia rangi ni. Hebu tutanisha kidogo. Wow. Kwa majina naitwa Christina Wilfred. Ni mwanakwaya ya kwaya Mtakatifu Agustino inayohudumu hapa Kalugeni, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Okay. Dar es Salaam. Au Dar es Salaam. Sasa. Kama kiongozi hapa hivi, ndio kweli kweli. Kimya kweli, kuna heli. Nawasikiliza. Maana yake kwa vizuri katika kusikiliza, si ndio? Katika roho na kweli. Sawa kabisa. Basi, nitamuonyesha. Jina langu ni Posiano Gega. Mimi ni mwimbaji katika kwaya Mtakatifu Teresia wa Yesu na katika parokia ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Leo tuna Christina Wilfred na Gega. Sawa kabisa. Ndio yangu lakini yanapogoma. Yaani hapo hapa. Kama zilivyo neema za Bikira Maria. Amejaa neema mpaka zinafanyaje? Zinatiririka. Hivyo katika roho na kweli tunafanya hivyo. Basi sawa kabisa. Hivi dada, hapo ushawahi kutumikia utoto mtakatifu au TYSS? Nimeanza toka utoto mtakatifu. Kipapa pale mbele, yaani na historia yangu moja ya kipapa utoto mtakatifu. Kama ikakupendeza. Hebu tuambie kidogo. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, nilipokuwa naishi hawakuwa Katoliki. Na mimi ndo nilikuwa sasa napenda ule utoto mtakatifu, yani nilikuwa naenda mwenyewe. Sasa katokea sijashonewa nguo. Na usiposhonewa maana yake ikifika Jumapili pale mbele hauendi kutamadunisha kucheza ule utoto mtakatifu. Sasa mimi nimekaa kwenye benchi na tia huruma. Vibe wanakwaya wana vibe, watoto wanaruka, nikasema wewe hapa nilichokoka mbele. Baada ya misa paroka kanishika mkono mpaka sokoni akaninunulia food. Yes, pia kwanza. Kama nataka pa ulichomoka with no sare. With no sare, yani mbele pale. Nikawa na wenzangu na style zote nazijua. Zingatia na kupata mazoezi. Hata kama sina nani ninajiandaa kwa lolote. Nikachomoka mbele. Luka zingatia na kipimo pale. Mambo yalikuwa ni moto. Inatosha. Kwa hiyo wewe utume ina maana upo damuni. Ukweli siwezi elezea. Ulipopeleka kwa wazazi wako walichukuliaje? Actually walifurahi sana.
sana sana, walifurahi sana, na kuanzia hapo nadhani hapo ndipo utume wangu ulipoanzia, maana ilikuwa ni kwaya inapoenda kufanya utume niko na yaani watoto watakaochaguliwa hata kama ni watatu nipo katikati yao. Ukoona kama unapoteza muda yani kwenye kutumikia? Mimi? Maana kuna ile mtu yani anaenda tu kwa sababu ni wa marafiki wapo. Kumbuka tulikuwa wadogo. Sikuwa na majukumu ya kulea familia. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni fursa, kwa sababu ndio kitu kinachonipa furaha. Kiongozi vipi hapo? Ulipita kweli wewe? Aise. Mimi kwanza nikiwa mdogo nakumbuka nilianza nikiwa mtumishi wa altare. Nilifanya hiyo mtumishi wa altare lakini nikafika tu nikaacha. Niliacha nakumbuka mimi nimeanza nikiwa mdogo sana utumishi. Nimeanza nikiwa nimemaliza tu ile clinic ile nikaanza utumishi wa altare. Kwa mdogo sana. Kiasi kwamba hadi nguo nilikuwa nikivazi yaani clinic yani kiajabu dada wangu. Yaani nilipomaliza kwenda clinic ile nikiwa mtoto mdogo ile. Kwenye miaka mingapi? Miaka 5-6 pale. Nikaanza kujifunza utumishi. Baba. Naona. Sasa nilikuwa yani mimi nikiwa na wenzangu mimi naonekana mdogo yani kama ninafuata wenzangu, ninafuata mkumbo. Sinaelewa. Sasa niliona hiyo ikafika tu nikaacha. Nimeacha nikabaki tu na Mtoto Mtakatifu. Sisi kipindi hicho kucheza pale mbele mwanzoni nilikuwepo. Ila alikuja sister mmoja ndo akaanzisha. Sasa alipoanzisha sisi tulijiunga tukiwa wa kiume wawili. Nilikuwa na rafiki yangu mmoja. Kwa pale mbele tulikuwa watu wanatushangaa sana. Vipi? Yaani unajua washazoea watoto wa kike ndo wanacheza pale mbele. Sasa sisi wa kiume tukawa tunaonekana kama watu ajabu. Lakini mimi nilifurahia kwa sababu nilikuwa ni kitu ambacho napenda. Mimi napenda kucheza, napenda kuimba. Yaani kila sana napenda nikaenda hivyo. Maana yake uko vizuri huu. Sana kabisa. Na kama unavyojua kwa asili yangu sisi tulikuwa tunafunga zile na nini chini. Zile. Hapo umenipatia. Safi kabisa. Kwa hiyo mimi tangu utoto yani niko damu. Lakini ukiacha hivyo mimi maisha yangu yote kumtumikia Bwana katika kuimba. Mimi nilikuwa nakumbuka vipapa kipindi hicho mimi nilikuwa napiga ngoma. Ngoma yani kienda labda kwenye masherehe huko tumetoka. Kuna mitoko askofu alikuwa anaweka matamasha ya watoto mtakatifu. Sasa tulikuwa tunashindana hapa parokia kijimbo hapo. Mashindano ya kijimbo. Sasa ilikuwa tukifika pale kishaniona tu watu walikuwa wanaogopa. Sasa najua Bible sio ya kitoto. Unaona hakimu fulani hivi. Yaani niko hapa ngoma naziangalia hivi. Hivi Samanda, yaani wewe kitu gani hasa kili kumotivate kwenda kwenye Mtoto Mtakatifu? Mimi niseme tu haya mambo ni kutoka moyoni. Ndio. Sijawahi kuwa motivated kuangalia na mazingira nilipokuwa naishi. Sikuwa kwetu kwa wazazi wangu. Ndio. Nimelelewa na ndugu yangu. Ila na alikuwa Muislamu. Ndio. Ni Muislamu, so alikuwa ni Muislamu mpaka sasa. Kwa hiyo sikuwa na ile external push ila just my internal push. Oh yeah. Kiongozi hapo. Labda kameeleza vizuri sana. Haya mambo bwana unajua yanakuja kwa njia ya roho Ndio. Yanakuja kwa roho. Yaani haya naweza nikasema ni damu ile ambayo unakuwa nayo inakufurika damu ya Yesu. Kwa hiyo yaani kwamba unajikuta unayafurahia mambo ya kimungu. Ni kwa sababu yanakuwa yako damu. Yaani kuna namna mtu anakuwa yuko attached na ile kazi. Ndio maana tunasema kama utume ni wito. Kabisa. Uliitwa na ukaitika. Mungu analiita, Mungu anatuita katika kumtumikia. Sema kiwalisia Mungu anaita lakini anaita kwa namna yake. Mimi kabla tu ya kusema moja na mimi niingie kidogo. Kabla tu kusema nilikuwa naomba na hapo sisi tuambie namna unahisi kupita kwenye Mtoto Mtakatifu. Hapana. Mimi sikupita kwenye Mtoto Mtakatifu. Mimi kiwalisia nilipita kwenye Mtoto Mtakatifu. Lakini ndicho nivuta ni chakula. Kuna rafiki yangu bwana alikuwa Mtoto Mtakatifu. Kila kienda na hadithi leo tumekula. Sasa mimi ndicho hicho ni motivate. Nilienda kwenye Mtoto Mtakatifu wiki 2. No food no water. Nikasaini yote. Nikaenda ujikiaji. Baka nao. Wewe ni chakula. Hivi kaka, nini kinakufanya uimbe kwa hisia? Maana kuna clip yako ina trend huko. Inaonekana mnanifuatilia sana. Sijui nisemeje lakini unajua haya mambo yanakuja automatically. Sawa. Kwa sababu mimi niseme tu kwamba yani swala la kuimba liko hapa.
naweza nikasema katika vitu ambavyo ukinitenganisha navyo ni sawa na umenitenganisha na maisha ni uimbaji. Kwa ukinitenganisha na uimbaji ni sawa na kuna nafasi fulani ya maisha umechukua kwangu. Kwa hiyo hisia zile zinakuja kutoka ndani ya moyo kwa sababu ni kitu ambacho nakiimba kweli kikitoka moyoni na nakipenda na natamani kweli ninayoimba yawe kama ninavyotamani. Kwa hiyo zile hisia ilikuwa kulingana na siku yenyewe. Nakumbuka siku ile bila shaka ilikuwa ni sherehe ya mwili na damu Ekaristi Takatifu. Ya siku ile sasa ukiangalia tukio lenyewe lile tunakumbuka jinsi ambavyo Yesu Kristo yeye aliyatoa maisha yake kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo ni furaha kwetu. Lazima tufurahi sisi kula mwili wake na kunywa damu yake. Sasa zile hisia zinatokana na upendo wangu mimi kwa nani? Kwa Yesu. Kwa sababu ndio njia ambayo mimi naifuata tangu utoto wangu, tangu nimezaliwa mpaka leo. Kwa hiyo furaha ya Ukatoliki, furaha ya uimbaji iko ndani. Na wewe ni vizuri. Hivi unaweza kutupa kionjo kidogo yani tuone kama ulivyofanya kipindi kile. Sasa kionjo. Sijui unataka nini kwa gani? Ekaristi Takatifu, nyimbo yote Ekaristi Takatifu tuangalie kama tulivyoshuhudia. Sasa yeye hawezi kuja tukiwa tumekaa hivi. Yaani inatengenezwa ile, sio unajua. Lakini naweza nikaimba, kuimba si shida. Kuimba naweza nikaimba. Basi utaimba baadaye. Dada, hapo tuambie unaimba sauti ya ngapi? Mimi ni mwanakwaya sauti ya kwanza. Soprano. Yes. Kaka. Kwa upande wangu mimi nimezoeleka nikiimba sauti ya 3. Lakini sijui ila naweza nikaimba sauti ya 4. Lakini pia naimba sauti ya 2 sometimes, sauti ya kwanza kidogo. Lakini sana sana naimba sauti ya 3 kwa sababu ndio sauti ambayo naipenda kwa sababu mimi unajua ni mtu ambaye napenda kusikika, napenda nisikike. Kwa hiyo sauti yangu iko juu kama unavyojua napenda nisikike. Kwa hiyo ukiniimba bass kuna namna kama ninajiponja hivi sauti chini na kusumbuka. Sasa hii nikipanda juu yenyewe kwa hiyo inamaanisha hata basi wanamuziki wale nguli wakisema basi tuipromote sauti ya 5 iwepo kwenye kwaya. Maana yake hata sauti ya 5 kama ikija nikajua inaimbaji napiga naondoka naye. Ila sauti kuna waimbaji wanaimba sauti zinakuwa 5 kabisa. Wanakuwa na bass, wanakuwa na tenor, wanakuwa na sauti moja inaitwaje ile. Ila si bado yani haijatumika sana kwenye haitumiki sana. Baadhi wanazitumia lakini katika uimbaji wetu sisi huwa hatuzitumii, tunatumia. Ila akiwalisia bana kuimba sauti ya 3. Yaani kama kagonga kana keleketa. Wewe kapige tu ngoma. Nimekumbuka ile sauti ile inaitwa baritone. Ya 5. Hiyo inakuwa katikati yani. Bass ndio sauti ambayo iko chini. Sasa yenyewe inakuwa katikati kabla hujafika sauti ya pili hapa ya kutoka baritone. Kwa hiyo kuna watu wanaimba sauti zote. Ndugu watazamaji, nimesikia sauti. Kuna nini ya kwanza inaitwaje? Sauti ya kwanza? Ya kwanza inaitwa soprano. Soprano. Sio sauti ya kwanza, sema soprano. Ya pili ni alto. Alto. Ni au nimekosea? Alto. Ya tatu inaitwa tenor. Tenor, sio tena. Sio tena ya Kiswahili. Tenor. Ya 4. Sasa ndo hapo kuna baritone, hapo inafuata bass. Kuna baritone na bass. Yaani wale majamaa wanaimbia kwa chini. Yaani basi kiongozi uko vizuri sana. Najitahidi katika roho na kweli. Kwa sifa na kutukuza Mwenyezi Mungu. Dadangu hapa hivi. Sauti ngapi yani unazima? Sauti yangu ni ya kwanza na naipenda sana. Lakini kuna baadhi ya nyimbo naijaibia ya pili. Sababu ile ni sauti ambayo inavutia, inavutia sana. Inanivutia. Kwa kuna baadhi ya nyimbo wale naijaibia sana. Lakini kwa asilimia kubwa ni ukikupa nota kupitia sauti ya kwanza uko vizuri. Au mpaka mwalimu aje. Mpaka mwalimu aje. Kiongozi hapo, naona hilo swali umelitamani nikuulize basi. Mimi ni mwanafunzi wako. Ndio. Najifunza kusolve nota hizi. Lakini kwa kiasi chake naweza nikasolve na nikaimba. Sio lazima mwalimu awepo. Naweza nikaimba mwenyewe, na naweza pia nikaimbisha. Sema naweza.
Unajua bana, ukisema kwa uoga, unajua siku zote ukisema kwa uoga, sasa utapata kusema naweza. Si kwa uoga, lakini unajua haya mambo tunaongozwa na Mwenyezi Mungu. Na lazima tuongee ukweli halisi jinsi ulivyo. Mimi bado ni mwanafunzi. Sijakomaa sana kiasi. Lakini hii haimaanishi kwamba siwezi. Uwezo ninao, lakini ndio naendelea kujifunza, kujifua na natamani kufika mbali sana katika ndugu yangu. Ogopa sana mtu anayejua kwa anajiita mwanafunzi. Ogopa sana, mimi natamani kusikia. Au ndio unazingatia kwamba usipende ukaa kiti cha mbele, sio? Kaa kiti cha nyuma. Ili waje wakutoe kule nyuma wakupeleke. Nimeogope sana hao watu hapo. Kila saa nyingine unaweza ukaa nyuma na ukabakia nyuma. Unasaulika. Unasaulika. Hata kiwalisia mimi lazima nitazungumzia sana ni hizi mada nitakuwa na collect na nini? Na msosi. Unajua bana nimeshokaa nyuma nikasema kwamba wanyuma watazingatiwa. Ewa ni kitabaki kingi, sio? Kisha kukosa niliambulia marage. Nijikuta ninaambulia marage na naisha kusema ningejua. Nijikuta nakaa kibosi. Majuto ni mjuu. Dada, umesha kufikiria kustaafu kuimba au kuacha? Sija. Kuna watu wananimotivate sana. Yaani nikiwaona umri wao hawajawahi kufikiria kupumzika. Kwa kwanza ni wazazi wangu. Wameanza kuimba hata kabla, kwa historia na watupa kabla hatujazaliwa. Yaani walikutana. Na kama utania kwenye kwaya watu. Go. Kwa hiyo mpaka tumezaliwa wamefanikiwa, watoto wa kwanza mpaka wa 4 wote tunaimba kwaya. Na wao wapo kwa muda wa zoezi tunaongozana wote. Na wote tunaimba kwaya moja. Kumbe chimbuko la uimbaji kwako ni wazazi wako. Wazazi wangu. Babangu alikuwa ni organist mzuri sana. Katiwa na babangu ambaye ni maestro. Kwa hiyo tunafurahia, dadangu wa kwanza anaimba, kakaangu ndio yeye mpiga kinanda kabisa ni mwalimu, watatu ndio mimi naimba na mdogo wangu anaimba. Na hapo ni kwamba tu mzee wetu ametokea kigezo hapo. Hapo maliza form 4 tuunge kwaya, ili kwaya za watu wazima. Asingeruhusu. Tunadi wa Siboni anataka kuimba. Inaonekana familia yenu ipo kama ya Bernard Mkasa. Tunatamani ifike huko. Wewe ndio Bernard Mkasa. Sala la muda gani? Matendo yake Mungu wetu aliye juu. Kwa maneno na matendo. Hivi kiongozi, kuna uhusiano gani kati ya kwaya na ibada au kiweke yani kati ya kwaya na misa takatifu? Okay. Kwanza kabisa niseme kwamba akitoka padre au anayeongoza misa ndani ya ibada, wakitoka wale watu wanaokaa altarini, inafuata kwaya kama kiongozi wa liturujia. Kwa hiyo mwanakwaya popote pale alipo ndani ya misa, yeye ni kiongozi wa liturujia. Na liturujia kama liturujia inaongozwa na nyimbo. Ndio maana tunapoanza misa au ibada inaanza na wimbo wa kuingilia unaitwa nini? Antifona, si ndio? Yeah. Kwa sababu maana yake hapo kwaya inaonekana, kwaya inayoanza kila kitu. Kwa hiyo ikianza kwaya kaja ataendelea kufungua ibada ile, lakini kuna misa ile na inaibwa Bwana utuhurumie utukufu na nini. Kwa hiyo naweza nikasema yani kama tunavyojua kuimba vizuri kuna upaji mtu asali mara ngapi? Mara 2. Kwa hiyo maana yake kuna umuhimu mkubwa sana wa kwaya katika misa. Si ndio? Yeah. Yaani tunapoimba vizuri tunafanya watu wawe comfortable katika misa, tunafanya watu wa concentrate katika kusikiliza kila ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya mama kanisa ametuandalia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya siku hiyo, si ndio? Yeah. Ndio maana nyimbo zetu zinaendana na majira, zinaendana na msimu, zinaendana na Dominika pia. Umeona? Mfano tunapokuja kipindi cha Pasaka, ujumbe unaotakiwa kupelekwa ni kuhusu ufufuko wa Bwana Yesu Kristo. Na kwaya ndicho tunachokifanya. Kwa hiyo maana yake sisi kama wanakwaya tunaeneza ujumbe katika namna moja au nyingine uwafikie watu wote. No. Yeah. Okay. Sawa kidogo. Sijui swali itakuwa kwasi au ndakuwa nimelenga mule mmoja. Hebu kama unatamani kwa mbele mwanakwaya Sana. kwa nini? Na ile vibe one funny naimba kama ninapokuambia always mimi na family. Kuna muda babangu anakuja na kinanda
Alafu mamangu pale ndo anamwambia. So ile kitu inanimotivate sana. I will watch. Au ndio ile sufuria limeanguka. Sufuria limeanguka. Yaani kama kila kitu kinafanyika. Kuna sukari imeisha ndani. Kuna vibe katika uimbaji, yaani kuimba ni kitu ambacho natamani kwa neema za Mwenyezi Mungu. Kama Yesu ndo ameniandalia kwa kwao. Ndio. Natamani wewe unajua muziki. Unajua huyo amenikumbusha kitu kimoja. Ndio. Na jamaa mmoja, ndio sio Katoliki lakini huwa anapenda sana kuangalia. Yeye unakuta yeye na mke wake wanapokezana kwenye kuimba. Pia kusikia kuna wale jamaa wanaimba vivya Yesu just maji. Ndio wewe na familia yako kwa nyumbani. Vitu kama hivyo. Kuna kama hivyo. Sasa fikiria hapo ndo labda ile nyimbo Mwamba Imara hiyo. Unapiga bezi yako pale, afu kifika sehemu yako, you wife. Unafikiria kuna sauti. Kuna kambunjo. Kwani sauti ngapi? Yaani wao kwa ajili ya kambunjo yani. Yaani wanakapeleka yani. Ya pili wale kwenda chini ile, hapo wanakapandisha juu. Hatari sana, yani noma sana. Kwenye kwaya yako kaka, hauna uongozi wowote? Okay. Katika kwaya Mtakatifu Teresia mimi kwa sasa ni mwenyekiti wa kwaya. Yeah. Lakini pia ni mwalimu. Kuna tetesi nyingi zinaonyesha kwamba viongozi wanashiriki kudhoofisha utume na wito. Je, kuna ukweli wowote? Kwanza uongozi ni karama. Kwa hiyo shida inaanza pale ambapo labda kama wanakwaya watakosea katika kufanya uchaguzi, kumchagua kiongozi wao. Hapo ndipo tatizo inaweza kuanzia hapo. Ndio maana huwa tunaaswa kwamba tuongozwe na nguvu ya Roho Mtakatifu katika kuchagua uongozi. Kwa sababu lengo la kiongozi ni kuhakikisha kwamba ile kazi inayohusu kwaya inafanyika effective, ambayo ni kazi ya kutukuza Mwenyezi Mungu. Maana kila kitu kifanyike kwa sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu basi. Kwa hivyo kama atachaguliwa kiongozi ambaye ana malengo hayo, anafanya yote anayofanya yanalenga hicho kitu, lazima kwaya ita prosper. Lakini kama anafanya vinginevyo, anafanya kwa ajili yake mwenyewe, lazima mambo yafanye yaharibike. Kwa hivyo tunapaswa kuwa makini sana katika uchaguzi wa viongozi, kwa sababu wao ndio wanaonyesha mwanga wa kwaya kwamba kwaya. Lakini pia tunajua uongozi wa kiutume wa kanisani tofauti sana na uongozi wa huko nje wa kimataifa, si ndio? Sababu Yesu mwenyewe alisema aliye mkubwa na afanyeje? Awe mtumishi wa wengine, awatumikie wengine. Maana yake kiongozi anapaswa kuwa na sifa ya unyenyekevu. Kunyenyekea na kuwatumikia wengine. Maana yake kiongozi ni mtumwa. Kwa hiyo kama kiongozi hatakubali kuwa mtumwa, maana yake kazi ya Mungu haiwezi kusonga. Na vipi kuhusu walimu? Maana walimu tunapojua hawachaguliwi, wanakuja yani wakiwa wanajua nota. Sawa, kile ni kipaji. Na kipaji kinatoka kwa Mungu. Mungu ndiye anayetoa vipawa. Kwa hivyo kama Mungu ndiye amempa mwalimu kile kipawa, maana yake kazi anaifanya ni kwa sifa na utukufu. Kwa hiyo automatically tu kwamba kile kazi yake itaonekana kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Umeona? Kwa hiyo mwalimu anachukua muda mrefu sana kujifunza mpaka anajua kufundisha, maana yake ametumia muda. Na ili utumie muda kufanya hivyo, maana yake unatakiwa una passion ya kufanya hicho kitu. Si ndio? Atajifunza, atajua, then akishajua ataweza kusolve nyimbo, atakuja kuwafundisha wenzake. Kwa maana yake hicho kipawa kampa Mungu. Kwa hiyo sasa kama mwalimu atashindwa kutumia kipawa chake kufundisha wengine, maana yake hapo anaidhofisha kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini mwalimu anayetumia vizuri kipawa chake kwa ajili ya kufundisha wengine, anaikuza kazi ya Mwenyezi Mungu. Na si kwa ajili ya manufaa yake, si kwa ajili ya manufaa ya wale wanaoimba, si kwa ajili ya manufaa ya Mungu, ila ni kwa ajili ya manufaa ya wale wanaoimba na wale wanaopelekewa ujumbe ambao ni mataifa. Kwa sababu Yesu mwenyewe aliagiza kwamba enendeni ulimwenguni mote, si ndio? Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Sisi tunaihubiri injili kupitia uimbaji. Na wale walimu ndio wanaotufundisha sisi tukaimba. Umeona? Kwa maana yake wana play part kubwa sana katika kujenga kwaya, kwa sababu ndio lengo kubwa la kwaya kuimba. Asante. Tema cheche. Yaani hizo cheche kama hapa unajua kama kuna cheche fulani hivi kiango kwenye nyasi kavu automatically
haichiki moto, lakini cheche zao tuseme hata kwenye nyasi mbichi. Hadi mwenyewe nimeogopa. Basi pana kufa kwenye. Basi viongozi wangu, yani katokea ukapewa nafasi kwamba utoe ushauri kwa Wakatoliki. Utatoa ushauri gani? Kwanza hapa na dada. Ushauri best, yani utakuwa tegemea. Yani utoe ushauri kwa Wakatoliki. Kuhusu imani, utume. Yapo mengi sana ya kushauri wa Katoliki. Cha kwanza, tuwe na msimamo na imani yetu. Tuamini kwamba hapa tulipo tuko sehemu sahihi sana. Na hatujakosea kwa Wakatoliki. Hatujakosea kuzaliwa katika Ukatoliki. Hatuko nje. Yaani tupo katika sehemu ambayo ni sahihi na salama. Cha muhimu tuzingatie imani yetu. Tusiwe na kona nyingi. Huko unapokimbilia ni imani ndio inataka kupeleka huko, lakini baki kwenye imani yako Katoliki. Hutojutia katika maisha. Mmesikia? Sio mmesikia, ni tumesikia kwa pamoja. Katugusa wote, maana wote ni Wakatoliki. Kabisa. Viongozi hapo. Kwangu mimi yako mengi sana ya kuzungumza. Mengi sana. Lakini moja kubwa ambalo natamani nilizungumze, kwanza kwa waimbaji, kwa sababu nao ni Wakatoliki, si ndio? Yeah. Kwanza kwa waimbaji, tuhakikishe kazi tunaifanya, kazi ya Mungu hii tunaifanya katika roho na kweli, kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu na si vinginevyo. Kama tukifanya hii kazi kwa ajili ya ubinadamu wetu, kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe, manake hii kazi haimtukuzi Mungu, manake sisi Ukristo wetu ni bure. Manake uimbaji wetu sisi uendane na maisha yetu. Yaani uimbaji wetu tunachokiimba tutakiishi, si ndio? Kuna kamsemo pamoja, mababa wao wanapenda kusema kwamba wanakwaya wanapenda kuimba, anaimba toa ndugu ulicho nacho wewe. Sasa manake anamwambia wewe ulicho nacho Wewe. Manake yeye kajisahau. Manake tuishi kile tunachofanya, tunachokiimba kama wao. Lakini kwa ujumla kama Wakatoliki sisi, nitamnukuu Mtakatifu Padre Pio aliwahi kusema kwamba kama Wakristo wa Katoliki wangekuwa wanajua thamani ya misa, wangeadhimisha misa kila wakati. Yaani manake misa zingejaa kiasi kwamba tungekuwa na walinzi na askari wanaoelekeza watu cha kufanya kanisani. Lakini kwa sababu sisi Wakatoliki tumelegea katika imani zetu, ndio maana hata ukiangalia misa zingine unakuta misa hazina watu mpaka itokee kwenye sikukuu na nini. Lakini sisi tunashindwa kuihudumia ile imani yetu, si ndio? Kama ulivyo mmea kwamba unatakiwa umwagiliwe, uwekewe mbolea, pia imani inatakiwa ifanywe hivyo hivyo. Sasa inafanywa hivyo kivipi? Lazima usali, lazima uhudhurie misa takatifu, lazima uhudhurie ibada. Hapo ndipo tunapojifunza imani yetu jinsi ilivyo, namna ya kuenenda na matendo yetu jinsi ambavyo inapaswa tuishi katika ulimwengu. Maana yake tunapaswa kuonekana kama kioo kwa watu wengine ambao hawamtambui Kristo. Sasa hawezi kumtambua kama sisi wenyewe hatujui tufanye nini. Kwa lazima tuhakikishe tunazifanya imani zetu kuwa imara ili wengine wajifunze kupitia maisha yetu. Tunalisema bwana, hapo ulimwengu, yaani ulimwengu kuna mito mingi sana. Na ukizingatia Dominika iliyopita kwa Dominika ni mito mitakatifu, sio? Pia kwanza na hiyo ni mito. Basi ukiachana na wito wa kuwa mwanakwaya, je, kuna wito mwingine umejificha ambao sisi hatufahamu wewe kama mwanakwaya? Yaani ukiachana na mwanakwaya, je, kuna wito mwingine? Yaani kama haupo wewe utarajie. Tutarajie. Yaani wito. Ni swali kidogo inachekesha, lakini kwa upande wangu mimi pia natarajia ndoa takatifu kama kipendeza. Natamani na mimi nijenge familia ya wifi. Lakini natamani katika familia yangu sisi tupate waimbaji. Yaani natamani sijui ni familia yangu kama kanisa lingine linalojitegemea. Basi hapo ndio kwa maana kwamba ni wewe uwe chanzo cha mito mingine. Sio kwa mfano kama ukisema kwamba uende kwenye mito mama, sio? Ndio story ni mito mama kwa sababu ina produce mito mingine, sio? Maana yake unatamani kwenye familia yako awepo nani?
au mwanakwaya, sio? Awepo sister, awepo party. Inaonekana unakuja kutengeneza kikosi cha mpira. Tutarajie kupata watoto 11 na sababu sana. Maana yake for sure bana, kanisa Katoliki ina mito mingi sana. Ni tajiri sana. Sana. Maana yake neno inaonekana sio unatamani. Bana, nisizigega ajiandae kuproduce kikosi. Okay. Hivi kweli tukiachana mito, sio? Najua siku zote yani palipo na binadamu, sio? Lazima waniko. Yaani migusano maana kwa kuna ni kwa sababu sio? Mkizingatia yani kwenye baya zenu, sio? Yaani mnaongozana kwa hiki moja, lika moja, huenda hata level ya elimu ni moja. Vipi? Kuzana na kiongozi yote kweli kwenye utume wako wa kwaya huko. Udizim. That's right. Mimi kama mwanakwaya. Ndio. Kuzana na kiongozi. Nishawahi kumkwaza mwalimu. Ndio. Mimi ndo nilimkwaza. Ndio. Nikamata naongea napiga story. Na wazoezi. Ni kweli nilimkwaza hadi niliogopa maana alikasirika kidogo. Alikuwa ameshachoka. Akiambia mara nyingi tunakosea kwa sababu tunapiga kelele. Sasa ile amegeuka tu sina bahati. Niliopa msamaha na nashukuru Mungu alinielewa kwa sababu sasa tabia yangu ilitokea. Au unajua bana, ulienda JKT? Ndio. Unajua maana mtu akisema mng'ao maana yake ulionekana, sio? Nilikuwa mng'ao kwa kweli. Kiongozi hapo hivi. Mimi kwanza naweza nikasema makwazo hayakosi. Makwazo hayapingiki. Na kwa sababu sisi tumeumbwa na ubinadamu. Na kwa kume specify this basi nitakupa mfano wa karibu. Hapo nina mifano mingi sana. Lakini kwa mfano wa hapa karibu mimi sikianza nikiwa kiongozi. Lakini mwanzoni nilikuwa doja sana mazoezi, yani nilikuwa si mazoezi sana. Sasa huyo huwa nikikwazo sana kwa walimu. Kwamba leo haupo, kesho unakuja wewe ndio upo mpya, atakufundisha tena, yani inakasirisha sasa. No. Kwa sababu pia niko nimebana na masomo hivyo, lakini sio kisingizio, yani kama useme. No. Lakini baadaye nilipokuja kuona hapana, natakiwa kubadilika, nilibadilika na nikaacha. Lakini katika uongozi wangu pia ni mwe kwa kwanza wanakwaya wangu na wao pia mwe kulikwaza. Nakumbuka siku moja, unajua kwa nyingi za vio tunapenda sana kuvaa black and white. Unajua? Yaani ishakuwa yani unajua kiwalisia bana. Kwa nyingi zinajaribu kuondoa kwenye black na white, lakini lazima ingie mule. Sasa haiwezekani kwa sababu unajua maisha yetu yenyewe kununua sare sometimes inakuwa changamoto. Sasa siku moja black and white ile bana tumeikazia tukasema yani usio hauna black and white hamna. Walisusa, wale baadhi walisusa. Sasa unaona maana yake tayari mtu shamkwaza katika safari yake kumtikia. Lakini ni kwa sababu sisi wote ni binadamu. Lakini tunashukuru tuliomba msamaha yakaisha na tunaendelea vizuri kabisa. Unaona. Lakini nitakupa tu mfano mwingine ambao ni nje. Mimi nimeanza kutamani kujifunza muziki nikiwa mdogo sana. Lakini changamoto niliyopata ni kitu changu wa kwaya alikuwa hanipendi. Kwa hivyo nilikuwa nagombana naye sana. Yaani nilikuwa nikifika kwa mtu mara mzima nifanye hivi. Kwani nilikwazika kiasi kwamba yani kafika tu sasa ni sielewi nifanye nini. Lakini mimi asili yangu ni moja, sisusi baba. Yaani sisusi. Yaani tutakuumo tutakukutana mpaka kieleweke. Wanasema afe kifa. Nimesema kifo. Hiyo. Afe kifa. Mimi sisusi. Kwa hiyo tumegombana mpaka siku ninaondoka naanza nakuja kwenye masomo na nini. Sasa hizi nimerudi nikianza kuimba pale mpaka ananiogopa. Anaogopa anakaza kwa sababu ni sasa unajua sometimes tuseme tu hii walisia tu ni maisha ya kawaida japokuwa haimpendezi Mungu, lakini kuna wakati inatokea. Ndio wakati mtu anakuwa nikukwaza, anakudharau sana. Sasa ukajua kitu fulani ambapo uko juu yake kidogo. Ikifika unajua lazima utambe kidogo. Ndio binadamu. Japokuwa haimpendezi Mungu, lakini niwe kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa nimechoshwa na nini? Na dharau zake na masimango, lakini alishaisha kwa sababu tuliombana msamaha na Mungu anaendelea kutubariki katika utoto. Safi kabisa. Najua bana akiwalisia kwenye maongezi yenu kuna kitu nimenoti. Ile kitu bana japo itakuwa nje kidogo. Ndio kama nyinyi mmetokea kwenye kanda moja, yani maana yake kama kabila na
yana hivi. Sawa plus hivi vimo hivi nitakwambia kabila gani. Ngoja waseme wafu na mimi nitasema baadhi. Dada kabila gani? Mimi ni Muha kutoka Kigoma. Inatosha. Dada zangu. Yaani kicheko tu. Ni dada yangu jamani. Kabila. Kabila. Muha step. Ni bahati wewe kweli. Ni mwenye Muha. Ila ni Muha wa kufundika. Asante ndugu mtazamaji kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hichi cha Mjue Mwanakwaya. Twende break fupi, then tutarudi tena. Matendo yake Mungu wetu aliye juu, kwa maneno na matendo. Mungu twendeni tukaimbe tukitangaza matendo yake Mungu wetu aliye juu. Waoneshe kwa maneno na matendo yetu kwamba kuimani kusali. Naam, ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi hiki cha burudani. Enjoy, njoo usikie milindimo mizuri ya sauti. You're welcome. Ulianga suge?
lake